Team manager, Desert Scorpions. Okay. Tuambie jina lako and your role as the team manager ya Desert. Mimi kwa majina naitwa Isfan Waite, team manager wa Desert Scorpions. Niko na team mbili, niko na men na ladies. So ni majina yangu. So hapa sisi tuko based Embakasi, lakini home ground sisi tunatumia hapa complex, hapa annex. Kama home ground. Tuambie, you are in the service and uko na rank gani, and how did they decide on you to be the team manager for both the ladies and the men Desert Scorpions team? Mimi kwa rank ni sergeant. Mimi nilikuwa mchezaji, so kwa team zetu za formations. So hiyo experience yangu nikaanza kama coach ndio ya men. So ndio nikakuja nika graduate nikakuwa team manager. Niko na makoch wangu kwa nyuma yangu. So kitu yangu tunafanya sana ni kujaribu kutafuta talent ile kwa wale zitoshe ulinzi wote. Tuweze ni ulinzi wote. Yes. So ndio naona nikaamua kuform team yangu yetu ya formation. Tukaregister league hapa Nairobi. Tukaanza tu chini kama county level, tukakuja regional. Sasa hii tunawania kwenda division 1. Yeah. What strategies do you put in place to ensure that the Scorpions is successful? So tunapewa support kwanza na formation yetu. Kwanza unit na formation huko juu. High authority wanapatia hiyo support. Wana make sure kama ni transport, accommodation, kila kitu iko catered for. Alafu sasa kwa wasichana kuna challenge kidogo kupata hiyo talent yote kwa jeshi. So unapata tumetafuta civilians kadhaa wale ku reinforce team. Ndio tuweze kufanya nini? Tuweze compete na hapa nje na timu zingine za hapa nje. How do you do your recruitment from the grassroots as the TM and as the former coach? And does the recruits also join the military or they just stay in the team under contract? Tunafanyanga kitu ya kwanza sisi tunaanzia nyumbani kwanza. Wakiwa new soldiers tunawafanyisha tunaanza recruitment hapo. Tunachezesha kama formations. Wacheze wenyewe kwa wenyewe hapo. Tunaangalia the best hapo. Wala ama ule promising ama ule anakaa kuna talent. Tunaanzia from there. Tunakuja tunamlecha polepole tu. Alafu tunatafuta civilians. Sasa tunapenda kuchukua wale civilians wako shule. Game za shule ndio tunatuma coach anaenda anaangalia. Tunachukua wale willing kukuja. Tunaongea na wazazi, watukubalia wanakuja. So bila tumeanza sasa ni timu mpya hii. Kwa civilians ndio tumeanza kuwachukua. Tuko tuna civilians kitambo. So tunataka in case ikuja recruitment akifaulu apata mmoja ama wawili apate kazi itakuwa the better. Unaona? Na pia sisi tunakuanga open. Kuna wale pia tumeachilia wameenda police, wameenda Kayole. Mtu akiwa na talent team kubwa imtake hatuwezi mfungia. Hatuwezi jua si lazima ingie career yetu. Anaweza naende Premier League, ende national team, ende nje professional. So ni kunature tu. Tunapendanga wale young blood. Okay. Kunature yetu ni kama ni kunature. Okay. Hatuchukui wale ready made sana ati mtu amejimake hapana. Nataka wale wadogo wajulikane, tuwa market. Tukipata chance ya kuandika, tunawaandika tu. Tukipata chance mtu aende nje prosper kwa timu ya Premier League kimuona, well and good. Approaches gani mnaeka in place that has ensured hii progression? Juu nimeona mepanda regional, sijui mlianzia county regional, sasa kama mtaenda Div1. So ni approaches gani ile you as the team manager and your technical bench mnaeka in place? Tunafanya kitu ya kwanza ni maintain kwanza, make sure discipline kwanza kwa team. Lakini ndio teamwork. Alafu kuonyesha watu kwa nini uko hapa. Alafu nataka unaonyesha vision. Usiangalia tu hapa karibu hapa. Huyu mtu unamuonyesha uzuri wa mchezo kwa kiafya kwanza, alafu hiyo discipline, alafu akiwa na talent unamuonyesha role models, unamuonyesha nataka kuwa mtu kama fulani. Alafu pia umfungie kama kuna masomo, kuna wale tumesomesha, kuna vijana tumesomesha tumelipia shule. Alikuwa underprivileged, so tukaamua kwa sponsor kabisa mpaka akasoma akamaliza shule. Tunamwania kama zapata nafasi pia andikwe. So tunaangalia vitu kama hizo. Kitu tunafanya tumepona hiyo discipline, alafu unamuonyesha kwa nini unafaa kukua hapa. Alafu kuna zile mikakati za team tunamwambia kiingia
sheria yetu iko hivi. Tunataka ndukae hapa mpaka ukue hivi na hivi na hivi. Alafu tunaangalia mahali tunafaa ku reinforce. Tuna reinforce hapo, tunafunga mahali tuko na weakness, tuna reinforce. Alafu kila siku ni kulan. Yoje yetu bado ni grassroots. Ni kulan tuna learn. So kucheza friendly kama tunacheza leo na Kibera soka ni tupate experience. Waone wale wasichana wengine kitu wanafanya pia anaweza fanya. Wale pia kuna tofauti yake na yeye. Hiyo ndio tunafanya ndio wapate experience, walani kila siku. Alafu pia tunajaribu kuwa professional kidogo pole pole tu. Coach, what are your future plans for the team? Future plan yetu ni tucheze hata sisi Premier League. Na sisi pia nataka nikiona hata Premier League. Naona wachezaji kama 3 ama 4 ama national team walipitia kwetu wakienda mahali watakuwa wamefika. Hiyo ndio objective yangu. It's a Premier League, hata nicheze nje ni akilisha hata Kenya na hii timu yangu. Kucheze confederations. Wakilisha hata Kenya hata kama ni Champions League tuende. So hiyo ndio maoni yangu. Naona tunapanda gradually pole pole tu. Tunaendanga mbali, tunacheza kama ni ligi hatukaangi more than 2 seasons. Moja ni ya kulan, nyingine tunaenda. Apart from the support tunapata from the forces, do you have any other sponsors wenye wanakusupport? Sana tunapata sponsor, mali tunapata cash na flow ni hizi tournament tunacheza kando hizi kama Ozatbet, Betika, hizi tournament za nje. Ndio zinapatia incentive kidogo. Bado hujapata sponsor, bado ni grassroots. Na mnajaribu kutafuta the sponsor because now the focus right now is on the grassroots sports development. Have you approached some sponsors to come on board to partner with Desert Scorpions, both men and women's team? Tumejaribu kadhaa lakini sana sponsor pia nataka kuangalia nini yako. Kwanza mjiuze kwanza. Na ndio that kwa hiyo vile tumeshinda kikombe naona tumeanza kuonekana kuna timu hapo fulani inajiita Desert na wanaweza fanya mambo yao. So pia at least tukiperform vizuri tutajiuza obvious. Hapo ndo tunalenga sasa kwa professional. Tuambie your final thoughts, TM. Final thought, sahi timu na kwa ladies wako na future. Sasa Kenya hii tumecheza juzi hii CHAN imeonyesha Kenya kwa si athletics peke yake. Imefungua watu wide wameona kumbe Kenya kuna talent. Alafu pia ile mashabiki vile wamekuwa naenda kwa kiwanja imeonekana pia Kenya kuna passion ya football. Alafu football mbona inaweza unite watu. Na hapo ndio normally ku create kazi kama ni create kazi. Hata kama ni government wa invest kwa nini sana na stakeholders kwa football. Sababu football ndio hatakuwa na hii mambo ya kuandikana kazi ama nini. Tayari ni professional kama England. Ndio nini economy yao ina meja kwa football. Ni hapo tu professional football yetu itajiuza tu. Kuna talent Kenya, bora tu ni kujiuza tu. Ukiwa na management nzuri pale kwa FKF pale juu, pia huko grassroots utapanda haraka sana. Alafu wasifocus na Nairobi ama nini. Waende pia mashinani hizi kuna talent grassroots. Sana hizi games za shule na mashule zikifungwa, make sure kila kama ni counties wa form na timu za vijana kuweka busy youth. Kuna talent ile tu hakuna watu wameconcentrate sana na mbio peke yake Kenya. Wakikuja kwa football inaweza accommodate watu wengi na ndio kuna talent hapo. Grassroots uko chini. Vijana wadogo, alafu kama ni national team, kama ni county, kila county iko na timu yake ya vijana. Ineche vijana kuanzia chini. Hiyo tu. Kuna pesa sports inapeanwa kwa kila county. Wandeche tu wa vijana wadogo, concentrate na vijana wadogo hawa. Hiyo tu ndio yangu. Alafu kama ni national team focus na vijana wale wataona wazuri hata kama ni national team kuanzia under 10, under 12, under 15, under 18, under 21. Tuko na national team tunajua watu wako mahali fulani based, hata kama ni kusomeshwa ikuwe ni tunajua kwa mahali pamoja wa grow hivyo kama team tu. With time tutakuwa national team moja strong sana. Vijana wengi wanaingia crime, anakuwa frustrated juu football hakuna pesa. So unapata kama Mathare, Dandora, vijana ni wazuri lakini talent inaisha juu hakuna pesa, na pengine mtu ako na family, frustration zinaingia. So unapata talent mingi inapotea tu hivyo. Hiyo ndio tu. Coach, kabla tumalize, could you kindly tell us difference ya men ya Desert Scorpions na women, the two teams, now that you said you're playing a central role in these two teams? Tofauti ni gani and what's their management styles and disciplines? Football men kitu yako nayo ni ilianza mapema kushinda hii ya ladies. Alafu sasa hao at least hao
hatuna civilian wengi, kwa hiyo napata ni kama ni wawili ama watatu. Alafu napata majority ni askari. Wako na talent, nile tu sasa hawezi toshea ulinzi wote. So ni kugrow pia na grow pole pole. Lakini ladies, kwa sababu talent ni si wengi wako na hiyo talent. So tumeanzia Dortmund, kuna civilian kadhaa ndio wafanya nini, wa mold wale. Waonyeshe yani at least wakiwa tena watu wazuri unakuwa mzuri. Wa uplift wale wetu standard, wafikie kama men. All right. Thank you so much, team manager. Sir. It's been a pleasure talking to you, and it's been a pleasure to welcome us at the Ulinzi complex. Thank you so much. Much welcome. Okay. Sapo. Bye. Bye.